Tutaanza na nyimbo, tafakari ya nyimbo kutoka kwenye vitabu vya nyimbo vya Kiingereza, na kisha tutaenda kusikiliza ujumbe. Kwa hiyo katika nyimbo, kila mtu aiandae akili yake kwa ajili ya kutafakari somo la siku ya kwanza ya mahubiri haya. Karibu sana kupitia The Messenger TZ, waweza kushare linki na ndugu wengine wa Adventista wa Sabato na wasio wa Adventista wa Sabato ili kuweza kujumuika katika mahubiri haya. Zaidi sana tuweze kuombeana, kuombea wainjilisti pamoja na wachungaji wote wanaoendelea na huduma ya mwisho. Mungu atubariki sote, karibu sana. Wimbo huu ambao unaimbwa hapa unaitwa Before the Throne, unaitwa Before the Throne Above, Before the Throne of God Above, juu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu juu. Tafsiri ya huu wimbo inasema mbele ya kiti cha enzi cha Mungu juu nina mwombezi mwenye nguvu na mkamilifu, kuhani mkuu ambaye jina lake ni Pendo, ambaye daima huomba kwa ajili yangu. Jina langu limeandikwa katika viganja vyake, jina langu limeandikwa katika moyo wake. Na jua ya kwamba mbele za Mungu husimama, na hakuna ulimi unaweza kuniambia niondoke. Ubeti wa pili unasema, when Satan tempts, wakati shetani anaponijaribu na kuniambia juu na kunishtaki juu ya hatia zilizoko ndani yangu, natazama juu na kumwona yeye ambaye alikomesha dhambi zangu zote. Na wetu wanne unasema, kwa sababu ya Mwokozi aliyekufa asiye na dhambi, roho yangu yenye dhambi imehesabiwa kwa huru. Kwa Mungu na kwa haki ametosheka. Kumtazama yeye kunisamehe. Mungu humtazama Yesu na kutusamehe. Pia anasema kwamba mtazame mwanakondoo aliyeinuliwa, mkamilifu, asiye na waa, ambaye ni yeye aliyekuwako, mimi niko mfalme wa utukufu na mfalme wa milele. Beti wa 6 unasema, yeye pamoja naye siwezi kufa. Roho yangu imenunuliwa kwa damu yake. Maisha yangu yamefichwa katika Kristo aliye juu, katika Kristo Mwokozi wangu na Mungu wangu. Amen. Baba yetu uketie juu mbinguni, tunahitaji uwepo wako, tunahitaji Roho wako Mtakatifu, tunamhitaji Yesu. Kaa ndani yetu tunapokujia jioni hii, na tupatie uwepo wako, kwa maana tumeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Niseme habarini za jioni nyinyi nyote. Ni baraka kwetu sisi sote kupata fursa hii, mfululizo wa mkutano jioni ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa kutuleta sisi sote hapa. Ninashukuru pia kwa ukaribisho wenu kunileta mahali hapa. Ninamshukuru Pastor Kill kwa ukaribisho wake pamoja na wazee wa kanisa. Ninawashukuru sana pia kwa kupatia fursa ya kushiriki neno la Mungu pamoja nanyi. Ninaamini tayari niko na Samoa ndani ya damu yangu. Ninaamini ya kwamba Mungu ametufanya kwa familia moja, au mnasemaje?
Ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba Yesu anarudi. Unaamini hivyo? Ninaamini ya kwamba Yesu anarudi upesi sana. Sasa naomba usikivu wenu kwenye kitu fulani kipo kwenye screen ambacho tutaenda kuangalia. Naamini kwamba katika siku 10 za maombi ambazo ni muhimu sana, na katika Biblia utasoma siku 10. Siku 10 zimekuwa za muhimu sana na namba muhimu sana. Ukisoma katika Agano la Kale utagundua ya kwamba ingechukua siku 10 tu kwa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Ingelichukua tu siku 10 badala ya miaka 40. Ilikuwa ni siku 10 ambazo Mungu aliwapa wana wa Israeli kujiandaa na sikukuu ya upatanisho wa mwaka, ambazo zilikuwa zinaanza kwenye sikukuu ya mabaragumu kwa siku 10. Siku 10. Wakati Yesu alipokuwa amekaa duniani, akafa akafufuka kwa siku 40 akadumu hapa duniani, kabla ya Pentekoste, Yesu aliwapa wanafunzi wake siku 10 ili kuombea siku ya Pentekoste, na tunaona kwamba namba 10 ni ya muhimu sana. Na mimi nawe tuko na siku 10 za maombi. Itahesabiwa kila siku. Na ninaomba kwamba katika moyo wako na akili yako uweke kwamba itakuwa ni kila siku, usikose hata siku moja. Na siku hii tutatumia kuweka msingi wa kile ambacho tunatakiwa kukisoma. Tuna mambo makubwa sana ya kujifunza jioni ya leo. Moyo wangu una shauku sana ninapotazamia mambo ambayo tunaenda kujifunza pamoja. Kwanza kabisa, mfululizo wa masomo haya yanaenda kuitwa wizi wa utambulisho, zahama ya utambulisho. Na unajua, kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia ama kukua kwa teknolojia katika maeneo mengi ya dunia, wizi wa utambulisho umekuwa sasa ni wizi kawaida. Inahesabiwa kuwa ni moja ya mambo hatari na tishio katika ulimwengu wetu leo. Na unajua kwa nini? Ni nani miongoni mwenu amewahi kusikia ameibiwa utambulisho? Hebu nyosheni mikono ambayo mlishawahi kuibiwa utambulisho. Kama wewe hujawahi kuibiwa, basi ujue miongoni mwako kuna ndugu ambaye amewahi kuibiwa. Hata hivyo, takwimu zinaonyesha kwamba katika watu 5 kuna mtu mmoja ambaye utambulisho wake umeibiwa. Fikiria kwamba unaenda dukani ukijua ya kwamba una kiasi fulani cha pesa kwenye akaunti yako, na ghafla mwenye duka anapokuhudumia unakuja kugundua kwamba hauna pesa kwenye kadi yako. Na unaanza kustaajabu nini kimetokea. Ndipo unagundua kwamba mtu fulani ameiba kitambulisho chako. Na kama mtu akiibiwa kitambulisho, hilo ni jambo la kutisha sana. Kama taifa likiibiwa utambulisho wake au kitambulisho chake, hicho kitendo tutakiita nini? Kama ikiibiwa gari, tunasema huo ni wizi. Kama tukiibiwa magari mengi, tunasema huo ni wizi mkuu. Tutakiitaje kitendo hicho kama taifa zima litaibiwa? Kama taifa lao zima limeibiwa utambulisho wao, ningepata jina la kuita kitendo hicho, basi ningeita ni ultimate theft, wizi wa kikamilifu. Na leo nataka niwaambie kwamba kanisa zima, Waadventista wa Sabato, milioni 22 wa Adventista walioko ulimwenguni leo, wana utambulisho ambao umeibiwa. Tumeibiwa utambulisho, tumeibiwa kitambulisho kutoka kwetu. Na jambo hili tunaenda kujifunza kuona linamaanisha nini. Tunaenda kuangalia zahama ya utambulisho na kizazi cha mwisho. Inapaswa uelewe ya kwamba sisi kama Waadventista wa Sabato tumekuwa na utambulisho wa pekee sana. Mungu alitupatia utambulisho wa pekee. Hata hivyo, tuliambiwa utajiri mkubwa wa kweli za neno ambao haujawahi kupewa kwa wanadamu wenye kufa ulikabidhiwa kwa Waadventista wa Sabato kama watu wa pekee waliotengwa, ambao katika sayari yetu hii dunia hakuna kundi la watu ambalo limepewa ujumbe wa pekee na utume wa pekee katika dunia hii kama tulivyopewa sisi. Lakini shetani ametuibia. Shetani ametuibia kitu fulani, na katika juma hili kwa neema ya Mungu tutakapojifunza, tutaenda kujifunza ni kitambulisho gani ambacho tumeibiwa na namna gani Mungu anaweza kuturejesha. Basi naamini tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Waebrania. Mmekuja na Biblia zenu? Naomba muinue juu. Kama mmekuja na Biblia zenu, inua juu. Nataka nione kama kila mmoja na Biblia. Praise God, Mungu atukuzwe. Nafurahi kwamba watu wa kisiwa cha Samoa mko na Biblia. Hebu tufungue katika kitabu cha Waebrania sasa. Waebrania 10, tuone Biblia inasemaje. Unapofika hapo nijulishe kwa kusema amen. Waebrania sura ya 10.
Nataka tuangalie kwenye skrini na tutaangalia kitu katika kitabu cha Evangelism na ukurasa huo wa 10. Roho ya unabii inatuambia, na ninaamini kwamba katika kisiwa cha Samoa watu wanaamini katika roho ya unabii, si kweli? Bado mnaamini katika roho ya unabii? Vizuri, hebu tusome hii pamoja. Evangelism ukurasa wa 17 inasema, kazi ya uinjilisti kuyafungua maandiko matakatifu. Haisemi kuyafunga maandiko matakatifu, bali inasema tukiyafungua maandiko matakatifu. Kwa hiyo tunachokifanya kwenye uinjilisti sio tu kugonga kwenye milango ya watu. Tunapoenda kufanya uinjilisti, maandiko yanatuambia kwamba tunatakiwa kwenda kuyafungua maandiko, si kweli? Sio tu kutuambia wewe mawazo yako, sio tu kutuambia mitazamo ya watu. Tunapaswa kufungua maandiko. Hivyo Baba wa mbinguni, tunakusihi uweze kutia wakfu neno lako tunapoenda kujifunza, katika jina la Yesu, amen. Inasema kazi ya uinjilisti kuyafungua maandiko kwa wengine. Neno linalofuata linasemaje? Si kuwaburudisha watu. Inasema ni kuonya wanaume na wanawake juu ya kile kinachoujia nini? Kinachoujia ulimwengu. Unajua kuna kitu fulani kinakuja? Katika juma hili tunaenda kukuonyesha kwamba kitu fulani kinaujia ulimwengu, kwamba jambo fulani linaijia Marekani, kwamba jambo fulani linakuja kisiwa cha Samoa, kitu fulani cha kimpango, kitu fulani cha kizito zaidi ambacho hakijawahi kutokea ulimwenguni. Uinjilisti tumeambiwa ni kufungua maandiko, kuwaonya wanaume na wanawake juu ya kile kinaujia ulimwengu. Ni kutumia muda zaidi, tena na zaidi, na muda zaidi wa kuwa pamoja na Mungu katika mahubiri. Inamaanisha nini tunaposema zaidi tena na zaidi? Hii inamaanisha ni kuongeza muda. Kwa maneno mengine ni kwamba kama tulitumia wiki moja kuuonya ulimwengu mwaka jana, basi mwaka huu tunatakiwa kuuonya ulimwengu kwa wiki 2 zaidi. Nuku hii inasema ya kwamba ni lazima kuchukua muda na bado kuchukua muda zaidi pamoja na Mungu. Sasa swali, je, Biblia inasema kitu kama hicho pia? Tutagundua kwamba kila kitu ambacho roho ya unabii inasema ndivyo Biblia pia inasema. Unaamini hilo mpendwa? Maana tayari wewe ni Mwadventista wa Sabato. Hebu angalia Waebrania inaposema, Waebrania 10 kuanzia fungu la 24, Biblia inasema, Waebrania 10 fungu la 24, uko hapo? Sema amina. Basi tusome fungu la 24. Biblia inasema hivi, na tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana na kufanya nini? Katika upendo na katika kazi nzuri. Tunapaswa kujiangalia wenyewe, sio kukasirikiana, bali tunatakiwa kuhimizana kwa ajili ya kutenda kazi njema. Hii ni sehemu kwa ajili ya kuhimizana. Fungu la 25 linasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama desturi ya wengine wafanyavyo. Kwa maneno mengine, kuna wale ambao katika wakati huu ambao hawajisikii kukusanyika pamoja kama vile tumefanya, bali wakisema tunaweza kuhudhuria kipekee, na wakati Mungu anasema watu wake wanatakiwa tukusanyikane pamoja, kwamba tusiache kukusanyika pamoja kama wafanyavyo wengine, tukiinuana sisi kwa sisi. Neno linalofuata linasema na kuzidi kufanya hivyo. Na kuzidi kufanya hivyo kwa nini? Kadri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia. Nini maana ya neno kukaribia ama ikaribiavyo? Ni ile siku kuwa karibu. Kwa hiyo Biblia inasema kadri tunavyoona ile siku inapostusogea, tunapoona ujio wa Bwana unakaribia, inatakiwa tufanye sisi kukutana zaidi na zaidi pamoja, na sio kupunguza na kupunguza zaidi. Katika mwaka 2020, kama mimi na wewe tulielewa ishara za matukio, basi tulipaswa kukusanyika zaidi katika kipindi hiki kwa ajili ya maombi. Badala ya kukutana mara chache, sasa tunatakiwa tuongeze kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Badala ya mara chache, tunatakiwa kukutana zaidi kwa ajili ya mikutano ya uamsho na matengenezo.
kwa sababu Biblia inatuambia hakika tunaweza kuiona ile siku inakaribia, tena ikikaribia zaidi, na lolote tunalopaswa kulifanya tunatakiwa kulifanya haraka. Kaka zangu na dada zangu, naamini kwa moyo wangu wote kwamba kama kuna wakati wa kuamka ni sasa, wapendwa. Kama kuna wakati ambapo washiriki walipaswa kuwa serious na Mungu ni kipindi hiki. Kama kuna wakati kwa familia kuwa serious ni sasa. Kama kuna kipindi kwa vijana wetu kujitambua utambulisho wetu ni wakati huu. Kama kulikuwa na wakati ambao inatakiwa tuelewe utume na ujumbe wa pekee ambao Mungu ametupatia kanisa la masalia, ujumbe wetu wa utambulisho wetu wa pekee ni wakati huu, kaka zangu na dada zangu, kwa sababu hatujabakiwa na muda mrefu, wapendwa. Juma hili linaenda kuwa la pekee sana, na niwaambie tu kwamba jioni ya leo hili juma litakuwa sio la mchezo, na kila siku itakuwa ni ngumu kwako kuhudhuria hapa. Mtu mmoja anaweza kuhoji, kwa nini itakuwa ni ngumu mimi kuhudhuria hapa? Lakini kuambie kwamba utakuwa unaona ugumu hata kuja tena. Kama shetani angeweza kutuma mvua kila siku, basi angetuma mvua. Kama shetani anaweza kutuma kimbunga, basi atatuma. Kama shetani atatuma, mtu mmoja anauliza, shetani anaweza kufanya nini? Kumbuka kwamba tuko kwenye msimu wa mvua, mpendwa. Shetani kama anaweza kutuma barafu, basi angetuma barafu katika kisiwa cha Samoa. Mwingine atasema haijawahi kushuka barafu katika kisiwa cha Samoa, lakini kwambie shetani anaogopa sana mikutano kama hii. Na kama tutafunguliwa macho, tutaona ya kwamba utaona kila mapepo ya kuzimu yakitumwa Amerika na katika kisiwa cha Samoa. Anaogopa juu ya kile kinaweza kufanyika katika juma hili. Anaogopa kwamba macho yetu yanaenda kufunguliwa. Anaogopa kwamba kanisa letu litaamshwa. Anaogopa kwamba nadharia ya uamsho na matengenezo itaamshwa tena. Na hivyo shetani atafanya kila liloko ndani ya uwezo wake kukuzuia ili usihudhurie hapa kila jioni. Kwa hiyo dhamiria katika akili yako kwamba kusiwepo kitu chochote ambacho kitakuzuia kutohudhuria, ili nifahamu namna ya kuwa karibu na Kristo Yesu. Au unasemaje? Na kila siku tutaenda kuangalia kitu fulani cha pekee na cha tofauti. Na katika somo hili la wizi wa utambulisho, tutaenda kuona kwamba ili kuelewa kile kinachoujia ulimwengu, itakuwa ni kama mchezo wa puzzle. Nyosheni mikono ambao umeshawahi kucheza mchezo wa jigsaw puzzle, wa kuunganisha vipande kutengeneza kitu kizima. Kama umewahi kucheza mchezo wa jigsaw puzzle, basi unajua inavyofanya kazi. Sasa niwaulize, huwa tunafanya nini wakati unapoanza kuunganisha vipande vya jigsaw puzzle? Cha kwanza kabisa huwa tunafanya nini? Mwingine atasema ni kuvikusanya vipande, lakini cha kwanza huwa ni kuviweka vipande vyote kwenye meza. Maana huwezi kujua chochote mpaka kwanza uchukue vile vipande vyote viweke kwenye meza. Kwa hiyo kuanzia leo, kesho kutwa, nitaweka vipande vyote vya matukio pamoja mezani. Siku ya kwanza hautaona jinsi zinaenda kuunganika pamoja. Siku ya kwanza inaenda kuonekana kama hivi tu. Maana mara ya kwanza unapoviweka vipande kwenye meza, huwa haionekani kwamba vinaenda kuwaje ama picha nzima inaenda kuwaje. Lakini tuelewe kwamba kila kipande huwa kina umuhimu kwenye picha, kutengeneza picha nzima kwenye puzzle. Na kitu kinachofuata, kama unajua jinsi ya kucheza mchezo wa puzzle, huwa kinachofuata huwa ni nini? Angalia mahali hapo kwenye skrini, angalia hapo, tazama. Hapo tunaona kwanza ile picha kamili inakuwa imewekwa. Kila puzzle unayotakiwa kuicheza huwa ina picha nzima. Tunaanza kuelewa hii puzzle ni nini, ili kuelewa kwamba matukio yanayokuja ni kama mchezo wa jigsaw puzzle. Namba moja, inatakiwa uelewe picha inayowasilishwa na Biblia. Na katika Biblia hii, ili kuelewa picha nzima na puzzle, hii Biblia ina vipande vya puzzle. Hebu nione mtu mmoja ambaye alishawahi kuunganisha vipande zaidi ya 1000 kwenye mchezo wa puzzle. Wakati mwingine uchukua juma zima ili kuviunganisha vipande kutengeneza picha nzima. Sasa vipi kama una vipande 5000 vya puzzle? Katika kitabu cha watu waliovunja rekodi ya dunia, kuna mtu aliweza kuunganisha puzzle ya vipande zaidi ya 20,000, na walimpa ukuta mzima ili kuweka puzzle pamoja. Kile tunaenda kukifanya katika wiki hii haichukui vipande 20,000, sio puzzle ya vipande 20,000.
ni puzzle itakayounganisha vipande vyote vya ndani ya Biblia nzima. Na je, unajua kuna vipande vingapi vya puzzle katika Biblia hii? Unajua katika Biblia ya King James Version kuna maneno 700 na 1083 na 137 katika Biblia ya King James Version hii. Kuna maneno 700 na 1083,137 katika Biblia ya King James Version. Andika. Na Yesu alisema kila mwanadamu anatakiwa kuishi kwa kila neno. Ni maneno mangapi mpendwa? Kila neno. Hii inamaanisha inatakiwa tulielewe kila neno lililoandikwa katika Biblia hii. Tumeambiwa humu kuna maandishi 783. Kwa hiyo na hii inamaanisha kwamba ili kupata picha nzima ya Biblia lazima tuunganishe vipande vyote 783, na vipande hivyo lazima tuviweke pamoja na tutaona Biblia inafiti kwa pamoja. Kwa hiyo kaka zangu na dada zangu, kama utaisoma Biblia kwa namna hiyo, ni heri ujue ya kwamba tunaenda kuviunganisha vipande vyote vya puzzle pamoja, na itachukua muda. Unapoanza kuiweka puzzle pamoja, unaweza kujua pale unapokaribia kumaliza kutengeneza picha ya puzzle yako. Ni nini hutokea pale unapokaribia mwisho wa puzzle yako? Unapokaribia mwisho wa mchezo wa puzzle, huwa tunatambua ya kwamba tuko mwisho wa mchezo wa puzzle wakati unapoona vimebaki vipande vichache ili kukamilisha mchezo wako. Tuko pamoja? Na ghafla huwa tunafika mahali ambapo sasa ni kipande cha mwisho cha puzzle. Na kipande hiki cha mwisho, kama ni mtu mzima alikuwa anacheza huu mchezo wa puzzle, akifika kwenye kipande cha mwisho, hata mtoto mdogo anaweza akamalizia kukiweka. Ukiviweka vipande vyote na kuona jinsi mchezo ulivyo, na unapobakiwa na kipande kimoja, utajua ya kwamba mchezo umekwisha. Kwa hiyo kaka zangu na dada zangu, natamani mwelewe kitu kimoja. Tunaenda kujifunza kwamba katika mwaka 2020 mchezo karibu ulikuwa umemalizika. Mchezo karibu ulikuwa umemalizwa. Tutaenda kugundua kwamba mwaka 2020, ninakusihi kila mmoja awe na kalamu na karatasi ili muchukue notes. Tutagundua kwamba mwaka 2020 kwamba baadhi ya vipande vya mwisho vya puzzle vilikuwa vimewekwa pale, na natamani mimi na wewe tuweze kuvielewa, na Mungu anatamani mimi na wewe tuvielewe hivi. Na hii ndiyo maana niko katika kisiwa hiki leo, ili tuviweke vipande vyote vya pamoja na tuone ya kwamba mchezo karibu umekwisha. Kwa hiyo kaka zangu, dada zangu, tunapofika katika kipande cha mwisho, na kipande cha mwisho ni kile kinachoitwa chapa ya mnyama, National Sunday Law, sheria ya Jumapili. Sheria ya Jumapili itaanza Amerika, lakini itaenea ulimwenguni kote. Na kaka zangu na dada zangu, lazima tuelewe ya kwamba kabla ya sheria ya Jumapili kuna kile kinachoitwa mianzo ya ule mwisho. Naamini unaangalia hapo kwenye skrini. Haya, ngoja twende ubaoni. Kuna kitu kinaitwa mwanzo wa ule mwisho. Kuna kitu fulani kinachoitwa mianzo ya ule mwisho. Mwisho. Nini? Mwisho. Je, Biblia huwa inazungumzia mwanzo wa mwisho? Yes au hapana? Chukueni Biblia zenu, fungueni Mathayo 24 kabla hatujaenda kuomba. Na nataka muone kitu fulani katika Mathayo 24. Katika Mathayo 24 Yesu anatoa maelekezo yake ya mwisho kabla hajaaga dunia hii. Mathayo 24, na tukianza na fungu la 3 tusome. Uko hapo? Amina. Basi na tusome fungu la 3 pamoja. Inasemaje? Na alipoketi juu ya mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamjia. Walimjia namna gani? Kwa faragha, wakisema, tuambie ni nini itakuwa ishara ama dalili ya mambo haya, na nini itakuwa dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia, na ya nini?
mwisho. Kwa hiyo wanafunzi walipomjia Yesu kwa faragha, walitaka kujua nini itakuwa ni dalili ya kuja kwake na ya mwisho wa nini? Wa mwisho wa dunia. Kwa hiyo walimuuliza si kuhusu mwanzo wa ulimwengu, bali mwisho wa ulimwengu. Na Yesu aliwapatia dalili za wazi, akilenga kwenye mwisho wa ulimwengu. Na angalia Yesu alivyosema katika fungu la 4. Tazama, Yesu alisema, aliwajibu, ujihadhari ili mtu asije kukudanganya. Tazama katika fungu la 6, na mtasikia habari ya nini kila moja? Vita na nini? Tunayaona hayo, kweli si kweli? Unajua, mara ya kwanza tu niliposoma jenerali wao maarufu alipoangushwa kwa drone, unajua kile kilichoanza kusikika kwenye vyombo vya habari ni kwamba, je, Amerika itaanzisha vita vingine? Je, hili litapelekea kuanzishwa kwa kitu kingine hatari? Unajua tumeshawahi kusikia vita. Basi tazama hapa inasemaje? Nanyi mtasikia matetezi ya vita, lakini angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Siwasikii. Maneno yanayofuata ni nini? Lakini ule mwisho bado. Biblia inatuambia kwamba Yesu alikuwa akiwaambia sio kuhusiana na mwanzo wa mwisho, bali alikuwa anazungumzia mwisho, ya kwamba mambo haya yote yatatukia, lakini ule mwisho bado hujafika. Fungu la 7 linasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme zidi ya falme, na kisha kutakuwa na bala, njaa, na nini kingine? Na tauni, na nini kingine? Na matetemeko. Wapi? Katika mahali. Sasa Biblia inasema katika fungu lile la 8 kwamba mambo yote haya sio ule mwisho, bali ni mwanzo wa ule mwisho. Haya mambo ni mwanzo wa nini? Wa ule mwisho. Kwa hiyo hapa Yesu anazungumzia nyakati za mwisho, ya kwamba mtakapoona mambo fulani, utaweza kuelewa ya kwamba huu ndio sio tu mwisho, bali utaelewa mwanzo. Mambo hayo yote ni mwanzo wa ule mwisho. Narudia tena, mambo haya ni mwanzo wa nini? Wa mwisho. Alisema kwamba haya mambo yote ni mwanzo wa utungu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajaribu kuwaelewesha wafahamu ya kwamba kuna kitu kinaitwa mwanzo wa ule mwisho. Kwa hiyo kaka zangu na dada zangu, Yesu alisema mkiaona mambo haya ni bora myaelewe. Hebu tazama fungu linalofuata. Alisema kwamba mambo yote haya ni mwanzo wa utungu, mwanzo wa huzuni. Na wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa, na watawaua. Na pia anasema neno linalofuata akisema, na mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa jina langu. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba baada ya mwanzo wa utungu kutakuwa na wakati wa kuuawa, wakati wa kile tunachokiita ni mateso, na yatatokea si katika taifa moja, kwa sababu Biblia inasema mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Na hiyo inamaanisha kitu pekee kitakachofuata ambacho tunakiona baada ya mwanzo wa utungu ni mateso ya ulimwengu mzima kupitia ushinikizwaji wa chapa ya mnyama, ama inayoitwa sheria ya Jumapili. Kwa hiyo punde tu kabla ya chapa ya mnyama, tunachoambiwa na Yesu ni kwamba tutashuhudia kwanza kitu kinachoitwa mwanzo wa ule mwisho. Naenda kuambia kitu fulani leo. Naenda kushtua siku ya leo. Na tunaenda kuhakiki kutoka kwenye maandiko matakatifu wiki hii. Tunaenda kudhibitisha kutoka kwenye historia. Tunaenda kudhibitisha kutoka kwenye magazeti. Tunaenda kudhibitisha haya bila shaka yoyote ya kwamba 2020 haukuwa mwaka wa kawaida. Tunaenda kukuonyesha wiki hii
ya kwamba mwaka 2020 ilikuwa alama kwa namna ya pekee ya kile Biblia inakiita mwanzo wa ule mwisho. Nini kila mmoja jibu? Mwanzo wa ule mwisho. Na ulimwengu unajua ya kwamba kitu fulani kinataka kutokea, lakini hawajui ni nini hasa. Hata hivyo hapa inasema ya kwamba Umoja wa Mataifa unataka kutengeneza serikali moja ya dunia. Na kwa wazi wameweka kwenye mitandao kile wanachokitaka na namna wanataka kukitimiza. Wana kile kinachoitwa Agenda 2030. Naomba nione mikono ya wale ambao wamewahi kusikia Agenda 2030. Ninatamani kila mmoja aandike, na natamani kila kitu unachokisikia ukiandike na ukaenda ukajiunguze kwa ajili yako mwenyewe. Na kila mmoja anaweza kugoogle, basi anaweza kugoogle ili kudhibitisha hilo. Katika Agenda 2030 ya Umoja wa Mataifa, wana kile kitu ambacho wanataka kwamba kufikia 2030 wawe wameshakitekeleza, ili kuweka ulimwengu wote katika kile wanachokiita serikali moja ya ulimwengu. Na hapa kuna waraka maalum kutoka kwenye hii website official ya hii agenda. Wanasema ni agenda ya kubadilisha ulimwengu wetu kwenda katika ulimwengu endelevu. Kwa hiyo wanasema ya kwamba kufikia 2030 lazima waubadilishe ulimwengu. Hii ni amazing. Kwa maana wanasema ya kwamba rais wa Marekani pamoja na Papa wataishughulikia hii agenda kikamilifu. Na hapa pia inasema, hii ni kutoka kwenye gazeti la wanasayansi maarufu. Hili ni gazeti la watu wa duniani, sio la Wasabato hili. Hili ni gazeti tu la watu wa duniani, lakini hebu angalia linavyosema. Linasema ya kwamba miaka 40 imepita tangu chapisho la kwanza. Somo la uchunguzi linalosema kikomo cha ulimwengu wetu kinaonekana kuwa ni chenye kutia hofu sana na kutia depression. Na utafiti uliotolewa na Club of Rome ama kundi ya klabu ya Roma, ripoti ya 1972 iligundua kwamba dunia inaendelea katika njia yake, lakini kuna ongezeko la matumizi ama utumiaji, na uchumi wa dunia unaenda kuanguka. Na nukuu gazeti hapo juu inasemaje? Unaenda kuanguka 2030. Inaonyesha katika ulimwengu, inaonyesha katika vyanzo vyote, inaonyesha katika kila nyanja. Inasema ukitaka kusoma katika kila nyanja yote, dunia haiwezi kujiendeleza yenyewe zaidi ya mwaka 2030, haiwezi kuvuka. Huo ni utafiti wao wanavyofanya. Ndiyo maana wamekuja na agenda inayoitwa Agenda 2030. Hii ndiyo maana inazungumzia. Wanasema zaidi, kama ilivyoripotiwa na chombo cha habari cha Australia, katika takwimu ya ongezeko la watu duniani population, ambayo ilihesabiwa kama sensa, ikiwianishwa na uchafuzi wa mazingira, idadi ya vyanzo vya mahitaji na ubora wa maisha katika dunia, na utabiri wa kupungua kwa ubora wa maisha juu ya dunia, na uharibifu wa vyanzo vya asili, yani vyanzo vya maji na vyanzo hewa, vitu kama hivyo, mazingira, vimeendelea kuharibika na kuharibiwa zaidi. Hiyo ni takwimu ambazo zimefanywa. Hizo ni takwimu za utafiti ambao umefanywa miaka 1972 na ambazo hata sasa zinaendelea. Walichukua kompyuta kubwa na kukusanya vipande vyote vya taarifa za utafiti tangu mwaka 1972, wakaziweka pamoja, na walipoweka mambo yote yaliyoko katika jamii kwenye hiyo kompyuta, sasa hiyo kompyuta ilitoa majibu ya kwamba kama mambo yakiendelea hivyo, kama mambo haya hayatabadilishwa, mifumo yote ya ulimwengu kama itabadilika, basi kufikia 2030 yote itaanguka, itacollapse. Inasema hata hivyo, na inaendelea kusema, lakini mwaka 2020
ndiyo mwanzo wa hatua, ni mwanzo wa zahama kubwa. Na hivyo ndivyo kompyuta ile ilikuwa inasema. Hebu tusome zaidi. Na hapo ndipo mwaka ambapo mambo yote yalianza kushuka chini kwa kasi zaidi, na inapelekea kuongezeka kwa idadi kubwa ya watu. Na inasema ya kwamba na hali ya sayari yetu inaendelea kuwa ya hatari zaidi. Hali sio tu kwamba imeanza 2020, lakini ni ya muda kitambo sana. Inasema katika mwaka 2020 ndipo hali ya sayari yetu ilizidi kuwa mbaya zaidi na hatari. Na kama hatufanyi au kuchukua hatua juu yake, na kama hatufanyi chochote kubadilisha hili, yani maana yake kufanya kitu sifuri, basi tutaanza kuona mabadiliko katika mifumo yote ya ulimwengu. Kwa hiyo tutakachokifanya katika juma hili ni kwenda kwenye Biblia na kuangalia ama kugundua, kuangalia kama kuna ishara ambazo zitatusaidia kuelewa tuko wapi katika historia ya wakati, inayotuambia ya kwamba ulimwengu huu hawezi kuendelea muda mrefu zaidi. Na hiyo itaonyesha kuwa maandishi na kiganja kile kimeshaandika maandishi juu ya ukuta. Na kama kuna wakati wa mimi na wewe kuamka, si kesho, bali ni leo. Hii ndio hali ya kanisa letu sasa katika wakati huu. Tazama kwenye picha, watu wamesinzia. Angalia kwenye hiyo picha, yule mwanamume sasa tayari ameshasinzia, ameshaenda huyo. Tazama na hapa mwingine, huyu naye ameshaenda huyo. Eti wanamsubiri Mungu mahali hapo. Na unajua ya kwamba hii ndiyo hali si tu ya ulimwengu, hii ndiyo hali ya kanisa la Waadventista wa Sabato, na zahama inakaribia kulipuka. Na sababu pekee niko hapa usiku wa leo ni kwa sababu tunataka tujifunze. Leo tutajifunza somo lina maneno mawili tu. Jioni ya leo tunaenda kujifunza somo lenye kichwa cha habari wake up, amka. Hili ni jambo la msingi ambalo inatakiwa tufanye kabla zahama haijalipuka. Kama tutatambua how serious, ni serious kiasi gani zahama ya utambulisho na wizi unafanyika, kitu cha kwanza kabisa kutambua ama kufanya ni kuamka. Vinginevyo kila kitu tunaenda kupoteza. Kama kuna wakati wa kuamka, wakati huo ni sasa, mpendwa. Kwa hiyo kabla tujaenda kuzama ndani katika somo jioni ya leo, na kualika tuweze kupiga magoti pamoja nami katika maombi. Tumsihi Bwana, tumkaribie Bwana katika maombi. Napenda tumkaribie Bwana katika maombi. Na msihi kila mmoja kupiga magoti. Hebu tupige magoti mbele za Bwana wetu na muumbaji wetu. Ninatamani tutumie muda mfupi kwa ajili ya maombi kimoyomoyo kila mmoja, kabla tujaenda kuzama zaidi katika somo jioni ya leo. Hebu tuzungumze pamoja na Yesu. Oh, Father in heaven, Baba yetu uliye juu mbinguni, we're so thankful, Lord, that you love us so. tunakushukuru kwamba Bwana unatupenda sana. We're so thankful, Lord, that you have created
Tunakushukuru sana Baba kwa maana umetuumba, that no matter how sinful we have been, kwamba haujali ni wenye dhambi kiasi gani tumekuwa, haujali ni makosa mangapi tumeyafanya. Umetupatia fursa ya matumaini kwa sababu ya Yesu Kristo. Hata mdhambi mkubwa sana anaweza kupata tumaini katika ulimwengu huu kwa sababu ya Yesu Kristo. Umetupatia ujumbe ambao unatuonyesha uharaka wa wakati, lakini pia umetupatia tiba wa magonjwa yetu ya kiroho ambayo tuko nayo katika wakati huu. Mungu, tunaomba kwa namna ya pekee kwamba utatuamsha sisi, ya kwamba utatuonyesha kama kuna hitaji la kujiweka tayari, na huo wakati ni sasa. Baba, tunaomba ya kwamba utupatie uwepo wako na uweza wa Roho wako Mtakatifu, ili kwamba hata wale ambao umewapita na wamepitwa na kuachwa wajue kwamba katika kanisa hili Roho wako Mtakatifu anazungumza. Tunaomba kwamba utupatie uelewa wa maandiko yako matakatifu na kutuonyesha kwamba Bwana, sasa ni wakati wa kuamka kabla hatuchachelewa na milele zote. Tunakushukuru. Naomba uniondoe mimi ni mdhambi mchafu na nisiyestahili. Nena kwangu na nena kupitia mimi ni mdhambi na mchafu na nisiyestahili. Na utusaidie Bwana, tusije tukawa tumechelewa zaidi. Kwa maana tumeomba haya yote kupitia jina la Kristo Yesu. Amen. Amen. If you take your Bibles ukichukua Biblia yako and turn to the book of 2 Thessalonians chapter, na ufungua Wathesalonike wa pili sura ya kwanza, if you take your Bible na fungua katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya kwanza, na ufikapo hapo nijuze kwa kusema amina. Tumefungua katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya kwanza, na zingatia hiki tunachoenda kukisoma katika Wathesalonike wa pili sura ya kwanza, na kama umefika tayari nijuze kwa kusema amina. Usiku wa leo tunasimama mahali ambapo tunasimama katika ukingo wa matukio ya mwisho ya kutisha. Kila utimilifu wa haraka wa matukio ya unabii ambao Mungu alituambia kwamba yatatimia, sasa yanatimia mbele ya macho yetu. Yanatukia katika mfululizo wa haraka na upesi sana, na hata hayatupatii muda wa kupumzika wala kupumua wala kugundua. Haijalishi tunayachukuliaje, lakini tunaweza kugundua kwamba maandishi ya mwisho yako kwenye ukuta. Tunaweza kuona mioto pamoja na mafuriko. Tunaweza kuona matetemeko makubwa pamoja na mawimbi makuu ya bahari. Tunaweza kuona mabadiliko ya tabia ya nchi na mazingira, ambayo Roho ya unabii tuambia kwamba mambo haya, mabadiliko haya ya mazingira na matukio haya ya majanga ya mazingira, tuliambiwa kwamba yatatokea muda punde tu ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Tuliambiwa kutakuwa na matetemeko, kutakuwa na matetesi ya vita. Nabii anasema katika kitabu cha Pambano Kuu kwamba yatatokea katika maeneo maelfu, na kwamba shetani ndiye atakuwa anatumia majeshi yake na nguvu zake, na haya mabadiliko ya tabia ya nchi yatakuwa ya mara kwa mara na yenye kuharibu zaidi. Je, hatuyaone leo? Kaka zangu na dada zangu, tazama. Tukiangalia upande wa magharibi tunaona mioto. Tukienda ukanda wa mashariki tunaona baridi na barafu. Tukiangalia magharibi ya kati tunaona ukame na njaa. Imekuwa kana kwamba asili au mazingira ya asili yamechanganyikiwa. Sio kwamba asili imechanganyikiwa, lakini Mungu alituambia kwamba mambo haya yatatukia kabla ya ujio wa pili wa Yesu Kristo, na yanatimia mbele ya macho yetu. Na maandiko yametuambia kwamba kila unabii wa Biblia, kila unabii wa Biblia unatimia mbele ya macho yetu wenyewe. Kila taifa, hata Amerika, inakimbia. Kila taifa na nchi iliyoko katika sayari hii itwayo dunia inajiweka mahali pake sahihi.
Sasa Amerika leo inakimbia, inaishiwa muda. Sasa leo, usiku wa leo, Ulaya muda wao unaisha. India na Iran nao wanaishiwa wakati. Bahari na visiwa, hata katika kisiwa hiki cha Samoa, muda wetu unakimbia. Na uvuvio unatuambia ya kwamba kitu kinachokuja ni kikubwa na cha kushangaza, kiasi kwamba ni wale tu ambao wamekuwa na uzoefu na Yesu ndio wanaoweza kusurvive katika kipindi hicho. Kaka zangu na dada zangu, hakuna hata mmoja wetu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kupita kila kinachoujia ulimwengu. Katika kitabu kinachoitwa Maandiko ya Awali, ukurasa wa 119, nabii alisema ya kwamba, naliona kwamba masalia walikuwa hawajajiandaa. Walisema nini? Walikuwa hawajajiandaa. Walikuwa wako tayari kwa kile kinachotaka kutokea kwa ulimwengu. Unabii unatuambia ya kwamba kuna kitu kinatakiwa kutokea hata katika kisiwa cha Samoa, na anasema ya kwamba hatuko tayari. Hali ya upumbavu na kudumaa ilionekana imening'inia juu ya akili za wengi wa wale wanaojidai kuamini kwamba tuko na ujumbe wa mwisho. Na malaika aliyeambatana nami alisema ya kwamba, akalia akisema kwa sauti ya kutisha. Alitamka neno moja baada ya jingine, alitamka mara 3, akiongeza ukuu wa sauti, akisema, kaa tayari, kaa tayari, kaa tayari, kwa maana ghadhabu ya Mungu inakuja upesi juu ya wanadamu, na hasira yake itamwagwa juu bila kuchanganywa na maji, bila kuchanganywa na rehema. Hatuko tayari kurarua mioyo yetu. Mungu anasema ya kwamba, kwa makanisa ya Wasabato, kabla haijaja hii zahama, ya kwamba Mungu analeta ujumbe kwa kisiwa cha Samoa, Amerika, kwa sababu inaonyesha hata leo hii kwamba tumelala katika hali ya salama. Mungu anasema amkeni. Hata hivyo Biblia inasema ya kwamba, Wathesalonike wa pili sura ya 1, Biblia inasema ya kwamba ukifika hapo sema amina. Unajua jambo moja, kile ambacho tunaweza kufanya mimi na wewe katika siku hizi za mwisho, katika kizazi hiki cha mwisho, ni kumjua Mungu kwa ajili ya nafsi zetu wenyewe. Sio huu ujuaji wa kisasa, sio ujuaji wa juu wa kumjua Mungu huu, sio huu wa kutojari namna hii. Nazungumzia kitu fulani, kuwa na ukaribu haswa. Ninazungumzia kuwa na uhusiano na Mungu ambao mimi na wewe leo hatuko nao. Ni ukaribu na Yesu ambao tunauhitaji kabla hii zahama haijaripuka. Na Biblia inasema katika Wathesalonike wa pili sura ya 1 kuanzia lile fungu la 6. Umefika hapo? Sema amina. Fungu la 6, sisi sote pamoja tusome. Kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi. Watu gani? Kila moja wanaowasumbua nyinyi, wanaotaabisha ninyi. Fungu la 7, na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi, wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake. Kwa maneno mengine tunaambiwa inatakiwa uamke pale mtu fulani anakutaabisha. Kwa mfano unataabishwa kwa sababu ya ajira yako. Kwa mfano unataabishwa majumbani mwako. Na mambo yote ambayo shetani anajaribu kututaabisha na kutusumbua, hata hautaki kukasirika. Maana Mungu anasema ya kwamba mimi mambo yote ninayadhibiti. Na Biblia inasema kila kitu kinakaribia kuja kuwekwa sawa. Hebu tazama Biblia inasema ya kwamba, fungu la 7, na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi, wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake. Fungu la 8 inasema, katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu. Maneno gani hayo? Ni wale wasiomjua Mungu na wasioitii Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia inasema Yesu anaporudi mara ya pili, watu pekee wanaoenda kupotea ni wale ambao
hawakumjua Yesu. Kaka zangu na dada zangu, Biblia inajaribu kutuambia kitu kikubwa zaidi ambacho mimi na wewe tunaweza kukifanya katika kizazi hiki cha mwisho ni kujitahidi kumjua Mungu kwa ajili ya nafsi zetu. Na hii ndiyo maana, hata hivyo, Biblia iko wazi sana. Sababu pekee ambayo mwanadamu atapotea ni sababu moja tu. Ninasema sababu moja. Sababu ngapi? Wanadamu watapotea kwa sababu ya sababu moja peke yake. Mwingine atasema kwamba mimi nilijua kwamba watapotea kwa sababu hawaji kanisani. Nilizani ya kwamba mwanadamu atapotea kwa sababu ya mlo wake au mavazi yake. Kaka zangu na dada zangu, mambo haya ni dalili ya jambo moja kubwa, lakini sababu ni moja tu iliyo kuu. Kuna sababu moja tu, na hiyo ni nini? Kwamba hatumjui Mungu kwa ajili ya nafsi zetu wenyewe. Hata hivyo, tunaweza kusoma Mathayo sura ya 7. Katika Mathayo sura ya 7 unaweza kufungua pamoja nami. Ukifika hapo basi sema amina. Tunapoenda katika Mathayo sura ya 7, na zingatia kile ambacho Biblia inasema hapa. Mathayo 7 inasema, una uhakika? Ndiyo. Unaweza kudhibitisha? Ndiyo. Mwanadamu atapotea kwa sababu moja pekee. Hebu tazama pamoja nami katika Mathayo sura ya 7. Katika Mathayo sura ya 7 na tukianza fungu la 22, hebu soma pamoja nami. Mathayo 7 fungu la 22 na 23, Biblia inasema, anasema, katika siku ile watakuja wakisema, Bwana, 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 hatukutoa unabii kwa jina lako, na kwa jina lako tulikemea mapepo, na kwa jina lako tulitenda kazi nyingi za ajabu? Nami nitasema na nitawaambia. Biblia inasema ya kwamba Yesu atawajibu akiwaambia ya kwamba sikuwajua ninyi. Katika maneno machungu ambayo yamewahi kuangushwa kwa wanadamu ni maneno hayo ya kwamba sikuwajua ninyi. Fikiria, unaweza kuwa mchungaji, unaweza kuwa mwinjilisti au mwalimu wa injili na bado ukapotea. Kuna tofauti kati ya uigizaji wa nje na kuwa na mahusiano na Yesu Kristo. Uzoefu wa nje hauwezi kuchukua nafasi ya mahusiano moja kwa moja na Yesu Kristo. Tunaweza kuonyesha imani na uweza mkubwa. Mtu anaweza kuigiza imani katika Kristo. Anaweza kujiita yeye ni Mkristo. Anaweza kujiita yeye ni Mkatoliki, Mbaptisti au kundi lolote, hata Mwadventista, Msabato. Kujiita sisi ni Wakristo hakutupatia sisi uhakika, hakutufanyi sisi kuonekana sisi ni wafuasi wa Kristo kweli. Maana mtu mmoja anaweza kubatizwa na bado hamjui Mungu. Si mnajua hata hivyo? Sitasahau mahali fulani tulikuwa tunafanya mkutano katika jimbo moja hapa Amerika, na nilipoanza kuelezea umuhimu wa kujaribu kumjua Yesu, mwanamke alikuja katika mwisho wa mkutano huo. Alikuja na moyo uliokunjuka, akitetemeka midomo yake, karibu katika hatua ya kulia kwa machozi, katika hali ya kukosa msaada. Na alisema, Pastor, alisema, mchungaji, unaweza kunisaidia? Na nikamwambia, namna gani naweza nikakusaidia? Alisema, nataka nikufahamishe jambo moja. Mimi nimekuwa Msabato na nimeleta mtu asiamini hapa kanisani kwenye mkutano huu. Nimemleta katika mkutano huu. Mtu huyu sio Msabato, ni Mroma, ni Katoliki. Sasa shida ni moja. Umetuambia ya kwamba katika siku hizi za mwisho tumaini pekee tulilonalo ni kumjua Yesu katika siku za mwisho. Na huyu rafiki yangu niliyemwalika akanigeukia na kusema, rafiki yangu, mimi simjui Mungu, na wewe ni Mwadventista Msabato, unifundishe basi. Na mimi niliogopa kwa sababu mimi binafsi, Pastor, mimi simjui Mungu. Mpenzi rafiki yangu, unaweza kuamini jambo hili? Ukweli ukiwekwa wazi kabisa, kila Mwadventista Msabato atagundua ya kwamba hakumjua Mungu. Hawana uzoefu na Yesu. Hawajagundua kwamba Yesu ni rafiki.
au hawana mahusiano kabisa na Yesu. Kama sheria ya Jumapili ingepitishwa usiku huu, basi tungepotea wote. Inapaswa tuelewe leo ya kwamba kubatizwa tu, kuigiza jina ya kwamba ni wafuasi wa Kristo, haitoshi kutuvusha katika zama ambayo inakuja mbele yetu. Tunatakiwa kuwa na mahusiano na Yesu ambayo hatuko nayo sasa. Tunatakiwa kumtambua kama rafiki aliye karibu zaidi na wa pekee. Mimi nataka kumjua Yesu. Wewe unasemaje? Amen. Kama tutafanikiwa kumjua yeye, basi swali kubwa kichwani mwetu litakuwa, tutamjuaje? Tutamjuaje sasa Yesu? Je, unataka kumfahamu namna ya kumjua Yesu, kwa karibu naye? Sasa leo tutagundua ni rahisi sana. Mianzo ya ule mwisho, mambo pekee ambayo tunaweza kuyafanya ni kumjua Mungu kwa ajili yetu wenyewe. Jambo la kwanza ambalo nitalilenga katika kumjua Mungu, kuna mpango wa hatua 3 katika kumjua Mungu. Inachukua tu hatua 3 kuweza kumjua Mungu. Tunaenda kuthibitisha katika siku hizi 10 za wiki hii. Kujiweka tayari kwa ajili ya zama ijayo sio ngumu sana, ni rahisi sana. Kwa kila mtu ambaye anataka kuokolewa, ataokolewa, na hata haichukui muda mrefu. Kaka zangu na dada zangu, ni hatua ngapi? 3. Ni mchakato wa hatua 3 tu. Jambo la kwanza ninalolilenga katika hatua hizi 3, kama unataka kumjua Mungu, hatua ya kwanza ambacho ninakitaja hapa, nalitaja hapa jambo la kwanza. Unaweza kuniandikia hapo. Kama unaweza kuniandikia, basi njoo uniandikie hapo. Ili kumjua Mungu, hatua zote 3 zinatakiwa kuelewa jambo hili hapa. Linasemaje hilo neno? It takes time. Siwasikii. Sema, it takes time. Inachukua muda. Ukitaka kumjua Mungu, ujue ya kwamba inachukua muda. Utamjuaje Mungu kama huna muda na Yesu? Na una muda wa kutaka kumjua yeye. Kama hatuna muda na Mungu, basi tunaenda kupotea. Kaka zangu na dada zangu, ili kumjua Mungu, hapo si kwenye screen inasemaje? Huwa inachukua nini? Inachukua muda. Yeyote anayejua kufanya mahusiano na Mungu au kufanya mahusiano na mtu yeyote katika dunia hii, huwa inachukua muda ili kuwa na mahusiano zaidi. Hata hivyo, katika kitabu cha Testimony for the Church volume ya 5 kurasa 618 inasema ya kwamba nyavu ya Injili ilivuta samaki wema na wabaya. Sentensi inayofuata inasema ilichukua muda ili kudhihirisha tabia zao wazi. Inahitaji muda ili kuwajua wanadamu wana tabia gani halisi. Hata kumjua Mungu huwa inachukua muda, wapendwa. Hata katika Wazee na Manabii ukurasa wa 459 aya ya kwanza inasema inachukua nini? Anasema huwa inachukua muda. Hapa nabii anatuambia kwamba inachukua muda. Uchukua nini? Uchukua muda. Kaka zangu na dada zangu, shetani anajua. Kwa hiyo mpango wa shetani ni kutufanya sisi kuwa busy sana, tujazwe sana na mambo ya shule, mambo ya kazi na mambo ya michezo, kiasi kwamba hatuna muda wa kudumu na Yesu kama rafiki yetu pekee. Lazima niwaambie kitu fulani kwamba shetani ni mwelevu, anajua kutudanganya. Na nikisoma katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa 519, hapa mwandiko anasema, nabii anasema ya kwamba katika sura inayoitwa Mitego ya Shetani, anasema shetani anaelewa vizuri kwamba wale anaowaongoza kupuuza maombi na kusoma maandiko, ana uhakika ya kwamba atawashinda. Watashindwa na mitego yake, na hivyo anawekeza kila jitihada zake ili kuzijaza akili zetu. Kwa hiyo shetani anajua vizuri kwamba tukiweka muda wetu katika maombi, tukitumia muda mwingi katika kusoma neno la Mungu, kama tukitumia muda wetu kumshuhudia mtu fulani amjue Yesu, kwa hiyo shetani ameamua kutuweka sisi busy sana, kiasi kwamba hatuna muda wa kudumu pamoja na Yesu Kristo mpendwa wetu. Na kaka zangu na dada zangu, kinachonishangaza zaidi, tuna muda wa kwenda kusoma, tuna muda wa kufanya michezo, lakini tunapokuja kwenye swala la kuwa na Yesu, tunasema hatuna muda huo. Na nikwambie kwamba muda unaisha.
Muda unaisha na juma hili naenda kuhakikishia kwamba muda unaisha. Na nabii anatuambia kwamba inahitaji muda kujiandaa. Na katika volume ya kwanza ya Shuhuda kwa Kanisa ukurasa 263 aya ya kwanza, nabii anatuambia kwamba anasema ni nini niseme basi ili kuamsha masalia? Niulize, nini maana ya kutuamsha masalia? Anauliza afanye nini ili kuamsha sio ulimwengu bali kutuamsha sisi masalia wa kanisa la Mungu. Nilionyeshwa ya kwamba matukio makubwa ya kutisha yako mbele yetu. Kaka zangu na dada zangu, hamjui kile kinachoujia kisiwa cha Samoa. Naenda kuwaonyesha katika Biblia neno la Mungu ile kila ambacho kinatujia mbele yetu. Rafiki zangu, zahama inatujia mbele yetu. Ni zahama mbaya ambayo haijawahi kutokea. Ni wakati wa taabu ambao haujawahi kuwako. Tulizoea kusikia habari hii katika nyakati fulani, lakini ujumbe huu umeibiwa kutoka kwenye makanisa yetu. Ujumbe huu umeharibiwa katika makanisa yetu. Na Mungu anajaribu kuinua watu ambao watakuwa na utambulisho wa pekee. Lakini shetani anajaribu kutuibia ujumbe huu. Ni wakati wa kurejesha sasa. Lazima kuwe na uamsho na matengenezo. Nilionyeshwa matukio ya kutisha yako mbele yetu. Shetani na malaika zake wanajaribu kuleta nguvu zao zote na kuzisukuma juu ya watu wa Mungu, maana shetani anajua kama wakiendelea kulala si milele. Kama wakiendelea kulala zaidi kidogo tu. Anasema kama wakiendelea kulala, neno linalofuata linasemaje? Wakiendelea kulala kidogo zaidi tu, ana uhakika zidi yao kwamba uharibifu ni wa hakika juu yao. Ninawataka wote wanaojidai kuwa na jina la Kristo kujitafakari na kujitathmini kila mmoja wao wenyewe, kufanya utakaso na toba ya kina na kwa kuosha mavazi yao, ili waweze kusimama mbele ya hukumu ya Mungu, ili kwamba malaika anayechukua kumbukumbu aweze kuandika msamaha nyuma ya majina yao. Inasema, kaka zangu na dada zangu, kama nyakati hizi za samani za rehema hazitumiwi, mtaachwa namna gani? Bila udhuru. Ngoja niwaambie kitu. Kama ukipotea, Mungu anaenda kukuonyesha juma hili lote. Atakuonyesha muda wote wa juma zima tulioutumia hapa. Na mwingine atasema, Mungu, hukunipatia muda zaidi. Atasema hukutuambia katika magazeti, katika vyombo vya habari. Na Mungu atakwambia kwamba, nilikupa siku 10 za maombi na kujifunza neno, na hata ulikuwa bado bize, na hata ulipokuja kanisani bado ulikuwa bize ukiongea kanisani, kwamba ukuweza hata kusikia na kuelewa ujumbe uliohubiriwa. Ulikuwa bize na ulikuwa umejibanza katika kona ya nyuma. Ulikuwa bize katika benchi ya nyuma ukihamishwa akili na ulikuwa uelewi. Imewapasa kuwa na usikivu kiasi kwamba badala ya kumwona mtu akihubiri, inatakiwa uone malaika akikwambia amka. Tafadhali amka, amka, amka. Kaka zangu na dada zangu, hapa hakuna utani. Punde tutaona ya kwamba kila Mwadventista msabato, iwe mkubwa iwe mtoto, atatamani angemjuaga Yesu, na hapo itakuwa too late, itakuwa wamechelewa sana. Mimi na wewe tuna fursa leo ya kujifunza na kumjua Yesu. Lakini kaka zangu na dada zangu, ili kumjua Yesu inahitaji nini? Inahitaji muda. Inahitaji muda. Na swali ni, je, tunampatia Yesu muda wetu? Inasema, kama usipofanya jitihada zozote ili kuamka, kama utaonyesha bidii katika kutubu na kufanya toba, wakati huu wa thamani kama dhahabu punde utakuwa umeisha, na utapimwa katika mizani na kuonekana ya kwamba umepungua, na kumlilia kwako Yesu kutakuwa ni bure. Ilikuwa vipi wakati wa gharika? Wakati siku ya mwisho ilipokuja na mlango ukawa umefungwa, na mvua ilipoanza kunyesha, walienda na kugonga kwenye mlango na kupiga safina wakiomba tufunguliwe. Na unajua nini? Walikuwa wamechelewa. Kaka zangu na dada zangu, najua mwanadamu daima husubiri mpaka anapokuwa amechelewa. Na shetani analielewa hili. Shetani anajua ya kwamba muda wake ni mfupi. Hebu tuende katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu gani nasema? Hebu tuende katika kitabu cha Ufunuo 12. Biblia inasema katika Ufunuo 12, zingatia hiki, Biblia inasema,
Nataka sisi sote tuone ya kwamba shetani anajua muda wake ya kwamba ni mfupi. Na shetani anajua ya kwamba akituweka bize ili tukutwe bila kujua, atakuwa na uhakika ya kwamba hatutakuwa na muda wa kutosha wa kujenga mahusiano imara pamoja na Yesu, kwa sababu inachukua muda. Angalia kinachoandikwa katika Ufunuo 12. Biblia inasema hivi, kuanzia fungu la 12. Ukifika hapo, hebu sema amen. Ufunuo 12 fungu la 12, hebu tusome pamoja. Biblia inasema nini hapo? Katika fungu la 12 Biblia inasema hivi, basi furahini enyi mbingu, nanyi mkao ndani yake, na ole wa nchi na bahari. Zingatia kile Biblia inasema ole, wa kwamba shetani ametupwa kwenu. Kwa nini amekuja kwenu? Kwa nini? Biblia inasema kwamba anadhani au anahisi, inasema ya kwamba shetani akijua, inasema ya kwamba kwa kuwa akijua ya kwamba muda wake ni mchache. Kwa hiyo shetani anajua ya kwamba muda wake ni mchache, mpendwa. Mashambulizi ya shetani ni mengi katika kizazi hiki kwa sababu anajua hili. Na nataka muone kile ambacho nabii anasema. Shetani anajua, wala hahisi kwamba ana muda mfupi. Anajua muda ambao alikuwa amepewa. Tazama nabii anachokisema katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote hapa. Ukurasa wa 759 aya ya kwanza nasema, Mungu alikuwa na uwezo wa kumwangamiza shetani kama vile mtu arushavyo jiwe duniani, lakini hakufanya hivyo. Uasi haukupaswa kushindwa kwa nguvu. Utumiaji wa mabavu unapatikana tu kwenye ufalme wa shetani. Hata Mungu hatulazimishi kuwa na mahusiano naye. Yeye ametupatia upendo na uchaguzi. Hatumii kutia hofu wala kutumia mabavu. Kanuni za Mungu sio za utaratibu huo. Mamlaka yake Mungu imejikita katika upendo, wema na rehema zake. Na nini tena? Na upendo. Na uwasilishaji wa mambo haya ndiyo njia zinazotakiwa kutumika. Na angalia hapa inavyosema tena. Kwa hiyo makusudi ya Mungu katika kuyaweka mambo katika msingi wa umilele na katika mashauri ya mbingu, iliamriwa ya kwamba muda utolewe kwa ajili ya shetani kuendeleza tabia zake za uasi, ili aendeleze taratibu zake na kanuni zake ambazo zilikuwa zimewekwa msingi wa uasi wake. Mungu alimpa shetani nini? Muda. Inasema shetani alidai ya kwamba kanuni zake zilikuwa zenye nguvu kuliko kanuni za Mungu. Kwa hiyo muda ulitolewa kwa shetani kuendeleza kanuni zake hapa duniani ili ziweze kuonwa na maulimwengu yote ya mbingu. Shetani aliwaongoza wengi kutenda dhambi na mpango wa ukombozi uliwekwa katika utendaji kazi. Kwa miaka 1400 Yesu alifanya kazi kwa ajili ya kuinua ubinadamu ulioanguka, na shetani akiendelea kukandamiza na kuharibu, na ulimwengu wote wa mbingu ulishuhudia hayo. Kaka zangu na dada zangu, Biblia inasema ya kwamba Mungu alimpatia shetani muda ili aendeleze kanuni zake za uasi. Hakupewa umilele, lakini Mungu alimpa shetani muda. Nini? Kaka zangu na dada zangu, kile ambacho mnapaswa kujua ni kwamba shetani alipewa muda wa kikomo. Alipewa muda katika hii dunia. Ninajuaje? Biblia imesema ya kwamba shetani anajua, hadhani wala guess kwamba ana muda mfupi. Na shetani ametudanganya ya kwamba tuone kwamba sisi hatuwezi kujua muda wetu, lakini shetani anajua muda. Hebu tuende Mathayo 3. Nataka sote tuone kwenye Biblia. Tuende Mathayo sura ya 3. Biblia inasema ya kwamba shetani anajua vizuri muda ambao amepewa ili kufanya kazi hapa duniani. Tuone Biblia inavyosema katika Mathayo sura ya 8 kuanzia fungu la 23. Biblia inasema hivi. Mathayo sura ya 8, ukifika hapo basi sema amina. Ilikuwa ni wakati tu Yesu ameenda katika ukanda wa Galilaya. Alipofika tu Galilaya, alikutana na wenye pepo wawili katika fuko ya bahari. Yesu aliwaweka huru hao wenye pepo
kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mathayo 8 kuanzia fungu la 29 inasema, Mathayo 8 fungu la 29, tazama inasema, wakalia wakisema ya kwamba, tuna nini nawe ewe mwana wa Mungu? Zingatia hiki kipengele cha mwisho. Nataka kila mmoja aweze kusoma, sio tu kusikia. Lazima tusome, lazima uwe na kalamu na karatasi. Ni lazima uchukue notes, lazima uandike, kwa sababu katika mfululizo huu tunaenda kuangalia vitu ambavyo hujawahi kusikia katika maisha yako. Na tunaenda kuzingatia kwamba kila kitu tunachokisoma kisiwe kile mwanadamu anasema au kile kanisa linasema. Kila tunachokiamini natakiwa kiwe kimetoka kwenye Biblia inavyosema. Mathayo 8:29 inasema, wewe ni mwana wa Mungu. Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Angalia mapepo yalivyosema. Je, umekuja kufanya nini? Kila mmoja, umekuja kutuangamiza kabla ya wakati wetu. Ni nini maneno ya mwisho? Kabla ya wakati wetu. Na niliposoma hili, na tumesoma katika nukuu hapo kwenye skrini ya kwamba ilikuwa ni takribani miaka 1400 ya historia ya pambano kuu ulimwenguni. Ayaangalia kwa umakini katika skrini, nukuu inasema Yesu alipokuwa anakuja ulimwenguni ilikuwa takriban, inasema ilikuwa takriban miaka 1400. Wakati Yesu amekuja ulimwenguni, alipokutana na wenye mapepo yalimwambia, je, umekuja kutuangamiza kabla ya, maneno matatu ya mwisho nini? Kabla ya nini? Nisikie, kabla ya wakati wetu. Hiyo inamaanisha ya kwamba mapepo yenyewe yanatambua ya kwamba kuna muda ambao Mungu ameweka kwa ajili ya kuangamiza. Na hivyo alivyokuja Yesu, yalisema ya kwamba mbona unataka kutuangamiza kabla ya huo wakati? Yalijua ya kwamba wakati huo bado. Na leo tunataka tuanze kujua ya kwamba mwaka 2020 ulikuwa ni wakati ambao tulianza kukaribia katika wakati ambapo shetani na mapepo yanatakiwa kuangamizwa, ili baadaye yaweze kuangamizwa na kuteswa kwa moto wa Mungu. Zingatia kile Biblia inasema. Mapepo yalisema, umekuja kutuangamiza kabla ya wakati wetu. Angalia hapa, tazama hapa. Kuna gazeti inasema, huyu ni Papa Francis, alisema maisha yake yanaweza yasizidi miaka 5. Angalia hapa, najisikia kwamba Bwana ameniweka hapa kwa muda mfupi na hakuna zaidi. Biblia inasema kwamba Shetani anajua ya kwamba ana muda mfupi kuliko sisi tunavyotarajia. Maneno sahihi ya maandiko matakatifu. Shetani anajua, mapepo yanajua, hata Papa anajua. Watu pekee ambao wanadai hawajui ni Waadventista wa Sabato. Tumelala na mtu fulani lazima aje ili kutuamsha sisi. Kaka zangu na dada zangu, kila mtu anajua isipokuwa sisi. Muda ambao shetani alipewa ili kuchezea umeisha, na sisi wenyewe tunaendelea kufanya mchezo na Mungu. Na Mungu anasema ya kwamba tafadhali, nini kitamfaidia mwanadamu kupewa ulimwengu wote kisha kupoteza roho yake? Mungu amefanya iwezekane kwa mimi na wewe kujua mahali tulipo katika nyakati. Hebu tuende katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza. Kitabu gani nasema? Mambo ya Nyakati wa Kwanza, sura ya 12, na hili nataka muone kwa ajili yenu wenyewe. Nataka uone wewe ndugu yangu, ili tuone wakati mahali tulipo katika mfululizo wa majira ya nyakati. Maana kuna wakati umetolewa kwa kila taifa, na Mungu amefanya tuweze kuelewa muda huo. Tumepewa kujua mahali tulipo katika majira ya nyakati. Nyakati wa Kwanza sura ya 12, Nyakati wa Kwanza sura ya 12. Ukifika hapo basi sema amina. Kuanzia fungu la 32 nasema, Biblia inasemaje? Na katika wana wa Isakari ambao walikuwa watu wenye kujua nini? Tafadhali, nataka kila mmoja tuweze kuzingatia jambo hili. Nataka kuonyesha jambo hamjaelewa bado. Nataka tuone hatua 3 za kuweza kumjua Mungu.
Na tunaenda kugundua ya kwamba hatua ya kwanza katika kumjua Mungu, kwanza tunapaswa kujua na kuelewa nini? Wakati, kuelewa muda. Kwa sababu kumjua Mungu kunahitaji muda. Na jambo la kwanza, ili kumjua Mungu, Biblia itatuonyesha ya kwamba hatua ya kwanza ni kujua na kuelewa muda. Na Mungu amefanya iwezekane kwako wewe ili kuelewa wakati. Je, shetani anaujua muda? Ndio, anaujua. Je, mapepo hayajui muda? Je, papa haujui muda? Anaujua. Kwa nini mimi na wewe hatuujui muda? Mambo ya Nyakati wa kwanza 12:32 nasema, wana wa Isakari walikuwa na wanaume wasiohisi, si kwa kugesi, bali wanaojua nyakati. Walikuwa na nini? Kila mtu aseme, walikuwa na uelewa wa wakati. Nataka niwaulize swali. Unafikiri ni kwa nini ni muhimu kuelewa wakati? Mtu fulani atasema, haina umuhimu. Mwingine atasema, kwa nini tunajikita sana kujifunza muda? Nataka wewe mwenyewe leo ujue kwa nini ni muhimu sana kuelewa wakati. Tunaenda kuona makusudi yake. Inaendelea kutuambia, inasema wana wa Isakari walikuwa ni watu wenye kujua wakati. Kwa makusudi gani? Angalia kipande kinachofuata, kinasema ili kuwajulisha Israeli ni nini wanapaswa kufanya. Kwa hiyo swali langu ni kwamba kwa nini Mungu anataka kuelewa na kujua wakati? Ili kwamba tuweze kujua kile tunachopaswa kufanya. Kwa hiyo kuna mahusiano kujua wakati na kile tunachopaswa kukifanya. Kuna uhusiano wa moja kwa moja, na nataka niwadhibitishie kwa uzoefu na kwa wazi kabisa katika jioni ya leo. Unajua kwamba kuna majira na wakati wa kila nini? Kila kitu, na makusudi juu ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna au kuchukua kile ambacho ulikuwa umepanda, wakati wa kutawanya na wakati wa kukusanya pamoja, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia, wakati wa vita na wakati wa amani. Kuna majira na wakati kwa kila kusudi juu ya mbingu. Naamini tumekuja katika kanisa hili saa 2 asubuhi. Si ndio hivyo kila moja? Niulize, kwa nini tumefanya hivyo kila moja? Kwa ajili ya siku 10 za maombi. Haukuja hapa kwa sababu ulitaka kuja, bali ni kwa sababu kulikuwa na ratiba ya muda uliopangwa kwamba tufanye tukio hili. Muda ndio huongoza kila kitu tunachokifanya katika maisha. Kila kitu kina wakati wake. Kwa hiyo ili kujua kile tunachopaswa kufanya, lazima kwanza tuutambue wakati. Ndiyo kile ambacho Biblia inasema. Kama tunataka kujiandaa kwa ajili ya zahama iliyo mbele yetu, kama tuko tayari, tunajiweka tayari kwa ajili ya kile kinachokuja kwa kutushtukiza, namba 1, tunapaswa kujua na kuelewa muda au wakati. Kama tukijua na kufahamu wakati, basi tutajua na kuelewa ni nini tunapaswa kufanya. Kaka zangu na dada zangu, kwa nini ni muhimu sana kujua nini tunapaswa kufanya? Mwingine atasema ya kwamba ni muhimu kujua tunachopaswa kufanya, tutafanya muda unapofika. Hilo ni jambo la muhimu. Kuna sababu kubwa zaidi kwa nini tunapaswa kuelewa muda. Sababu nyingine kubwa ya kwa nini tunapaswa kujua muda ni sababu namba 3 ya hatua ya kumjua Mungu. Na nataka ujionee mwenyewe. Nenda katika kitabu cha Yohana. Katika Injili ya Yohana. Injili gani nasema? Injili ya Yohana. Kutoka Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Nataka ujionee mwenyewe kutoka kwenye Biblia. Na kaka zangu na dada zangu, ni wapi Biblia inasema ya kwamba tunaweza kujua na kuelewa wakati? Ni wapi Biblia inasema hivyo? Tafadhali naomba usilale, amka.
Biblia imesema katika Nyakati wa Kwanza 12:32 imesema ya kwamba tuna uwezo wa kuelewa na kufahamu wakati. Ndiyo maana ni muhimu kuandika notes. Naamini tangu jioni ya leo watu watakuwa nakuja na kalamu na pepa. Hiyo ni kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo mambo ya Nyakati wa Kwanza 12:32 imetuambia ya kwamba tunaweza kujua na kufahamu wakati. Na kitu cha pili ambacho tunatakiwa kukijua ni kujua nini tunapaswa kufanya. Sio tu kujua wakati, bali tunatakiwa kujua mambo ambayo tunatakiwa kukuta tukiyafanya. Na hata sasa katika nyakati za mwisho kuna mambo fulani ambayo inatakiwa tufanye kuwa na uzoefu huo. Lakini kuna sababu kubwa zaidi. Ni sababu gani kubwa zaidi ambayo Mungu anataka tujue wakati? Tuende katika Yohana 15 na hapo utaona Biblia inajibu ya kwamba fungu la 15, na ufikapo hapo basi sema amina. Yohana 15. Yohana 15. Zingatia hiki Biblia inachokisema katika kuanzia fungu la 14 na fungu la 13. Uko hapo, sema amina. Biblia inasema ninyi ni rafiki. Ni neno gani hilo? Niulize. Nyinyi mnapenda kuwa marafiki wa Yesu? Ndiyo, tumezungumzia kwamba tunatakiwa kumjua Mungu. Hilo ni jambo kubwa. Na sasa Biblia inatuambia kwamba nyinyi ni rafiki zangu. Hebu soma lile neno linalofuata. Subiri. Inasema ninyi ni rafiki zangu, na huwa inaweka neno fupi hapo. Kuna neno linawekwa kama, if, kama. Hilo linasimama kuonyesha vigezo. Biblia iseme kwamba nyinyi ni rafiki zangu mwaweza kuishi mtakavyo. Hapana, Biblia isemi hivyo. Biblia inasema, inatoa kigezo. Namna gani unaweza kuwa rafiki wa Mungu? Wengi walikuwa wanasema kwamba tuliujua upendo wa Mungu kwamba hauna kigezo. Kwamba haijalishi tumetenda dhambi mara ngapi, Mungu anatupenda. Unajua kwamba Mungu anatupenda na bado tunaweza tukapotea. Unajua hata adhabu ni upendo ulio hai. Kemeo ni upendo ulio hai. Mapigo ni upendo ulio hai. Kwa hiyo neno kwamba Mungu anatupenda haimaanishi kwamba hatuwezi kupotea. Kwa hiyo kaka zangu na dada zangu, upendo wa Mungu hauna vigezo. Lakini kuwa rafiki wa Mungu kuna vigezo. Hayo sijasema mimi, ni Yesu amesema hivyo. Kwa hiyo unamwamini Yesu au hapana? Ni nani anajua kuwa rafiki wa Mungu zaidi kuliko Yesu? Kwa hiyo kile Biblia inasema katika Yohana 15:14, Biblia inasema kwamba nyinyi ni rafiki zangu. Maneno yanayofuata ni nini? Kama mkifanyaje? Maneno yanayofuata ni nini? Kama mkifanya nini? Nataka nisikie maneno ya mwisho kutoka kwenu. Kama mkizishika amri zangu. Doing. Kwa hiyo Biblia inaniambia kwamba siwezi kuwa rafiki wa Mungu vinginevyo nijifunze jinsi ya kutenda, yani kushika amri zake. Lakini pia siwezi kujua nini maana ya kutenda ama kushika amri za Mungu vinginevyo ninajua wakati. Kwa hiyo makusudi ya kujua muda ni kuelewa nini cha kufanya ama kutenda mema. Na makusudi ya kutenda ama kushika amri zake ni ili tuwe marafiki wa Mungu. Kwa hiyo kama shetani angetaka kutuzuia tusiwe marafiki wa Mungu, hatua ya kwanza angetuzuia kufanya nini? Hatua ya kwanza ni nini? Ni kutukanganya ama kutuchanganya. Ni kutuchanganya tusijue ni wakati gani tunaishi katika siku za mwisho. Kwa hiyo kaka zangu na dada zangu, hizo ni hatua 3. Ni rahisi kabisa. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni nini? Nataka niwasikie kujua wakati. Nataka niwasikie ni nini hatua ya kwanza ya kumjua Mungu? Ni kujua na kufahamu wakati. Na Biblia si imesema hivyo? Fungu gani? Nyakati wa Kwanza 12:32, si ndivyo? Na nini kitu cha pili cha muhimu cha kufanya ambacho tumejifunza jioni ya leo? Ni kujua nini tunapaswa kufanya ili tukifanye kwa wakati. Na kwa nini Mungu anataka tujue nini cha kufanya? Ni ili kwamba tuwe marafiki wa Mungu.
Kwa hiyo kila ambacho tutakuwa tunajifunza katika siku hizi 10 ni kujifunza namna gani tunaweza kuwa marafiki wa Mungu. Katika siku hizi 10 kila ambacho tutakuwa tunajifunza ni nini maana ya kuwa rafiki wa Mungu. Na utakapokutana na watu wakikuuliza, umejifunza nini katika siku 10 za maombi? Umejifunza nini? Waambie kwamba nimejifunza kuwa rafiki wa Mungu. Kwa hiyo kaka zangu na dada zangu, hizi ni kanuni rahisi kabisa ambazo zimejikita katika Nyakati wa kwanza 12:32. Sasa swali la muhimu, je, naweza kufanya kile ambacho Mungu anataka bila Yesu? Biblia inasema pasipo mimi hamwezi kutenda neno lolote. Kwa hiyo ili kuwa marafiki wazuri wa Mungu, lazima tuwe na muda na Yesu ili tujue wakati, na kisha tutajua nini kinatupasa kufanya, na kisha tutakuwa marafiki wa Mungu. Mimi nataka kuwa rafiki wa Mungu, wewe unasemaje? Kaka zangu na dada zangu, hiyo ndiyo dawa ambayo Yesu alitumia wakati amekuja katika ulimwengu huu. Alipokuja ulimwenguni, kusudi na lengo lake kubwa ilikuwa ni kufanya taifa la Wayahudi, kuwafanya kuwa marafiki wa Mungu. Hilo ndio ilikuwa lengo lake, na wasingemsulubisha kama wangekuwa marafiki wa Mungu. Yesu alisema, mambo haya wanayatenda kwa sababu hawamjui Baba yangu na wala hawanijui mimi. Maana wangenimjua mimi, wasingeniweka kwenye msalaba. Hata hivyo, nataka nikuonyeshe kutoka kwenye Biblia kwamba hizo kanuni Yesu alizifuata. Nenda kwenye kitabu cha Marko. Kitabu gani nasema? Marko chapter 1 sura ya 1. Aya, fungua katika kitabu cha Marko. Aya, tuende kwenye screen kwanza. Tutarudi kwenye Marko 1 muda mfupi. Tuende kwenye screen. Katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 233, aya ya 1, nabii anasema kuhusiana na maisha ya Yesu. Hatua ya kwanza kabisa inasema yeye mzigo wake moyoni ulikuwa ni katika mahubiri ya Kristo, ilikuwa ni wakati umetimia, time is fulfilled. Yani hapa tunaambiwa uzito ama mzigo uliokuwa katika akili yake zaidi ilikuwa ni wakati, muda umetimia. Kwa nini sasa Yesu alikuwa amejikita zaidi kutambua wakati umetimia? Ni kwa sababu kwa kujua wakati alijua ni nini kinampasa kufanya, na kwa kujua nini cha kufanya alikuwa ni rafiki wa Mungu. Kwa hiyo sasa alijaribu kulifanya taifa la Kiyahudi lielewe wakati. Sasa niwaulize swali, je, jambo hilo liko katika Biblia kweli ama hapana? Nataka niwaulize, si mnaamini Biblia? Haya, fungua Biblia yako, nenda katika kitabu cha Marko sura ya 1. Tutarudi tena kwenye screen baadaye. Marko 1 inasema, na niwaulize pia, tunaweza kuhubiri kwa ubora zaidi kuliko Yesu alivyohubiri? Maana kile tunaweza kukifanya ni kufuata nyayo cha kile Yesu alihubiri. Maana tukifuata maisha ya Kristo Yesu, na utaona kwamba watu wengi leo hatuhubiri kama vile Yesu alipohubiri. Angalia namna Yesu alihubiri Injili. Nenda katika kitabu cha Marko 1. Marko 1:14. Mimi nataka kumfuata Yesu. Marko 1:14. Ulikuwa ni wakati Yohana akiwa amepelekwa gerezani. Na tunamtaka nani hapa? Tunataka Yesu. Sasa alikuwa anafanya nini? Yesu alielekea Galilaya. Na nini Yesu alikuwa anaenda kufanya? Alikuwa anahubiri. Alikuwa anahubiri nini kule Galilaya? Na tujue kwamba ili kujua kwamba tunahubiri vizuri, lazima tuhubiri kama vile Yesu Kristo alivyohubiri. Kwa sababu hatuwezi kuboresha zaidi kuliko kile ambacho Yesu Kristo alihubiri. Kile mhubiri anaweza kujifunza ni kufanana ama kuhubiri namna vile Yesu alihubiri. Haya, tusome ni nini alikuwa anahubiri Yesu. Angalia katika fungu linalofuata. Tazama nini alihubiri Yesu. Fungu la 15. Anasema, alikuwa akihubiri akisema, wakati umetimia, ufalme wa Mungu uko karibu, tubuni na kuiamini Injili. Na hivyo ndivyo tumeambiwa kwamba Injili ya mwisho, Injili
ujumbe wa Injili uliotolewa na Kristo Mwokozi mwenyewe ulikuwa umejikita katika kitabu cha unabii, na muda ambao alisema umetimia, hiyo ni Desire of Ages, alisema na muda ambao ulikuwa umetimia ni ule muda ambao ulifanywa kujulikana na malaika Gabriel kwa Danieli sura ya 9, Desire of Ages 233 aya ya kwanza. Na kwa kuelewa kitabu cha Danieli, alielewa kitabu cha Ufunuo, na ilipelekea kufahamu wakati au muda. Kwa hiyo kaka zangu na dada zangu, hii ndio ilikuwa kanuni ambayo Yesu alifuata hapo katika mwanzo wa huduma yake. Unafikiri ni nini katika mwisho wa huduma yake? Nenda katika kitabu cha Luka. Kitabu gani nasema? Luka. Nenda kitabu cha Luka 19. Yesu anatushuhudia kutoka mwanzo wa injili yake hadi mwisho wa injili yake ulijikita katika kutambua na kuuelewa wakati. Vinginevyo tujua wakati, hatutaweza kujua nini cha kufanya, na vinginevyo tujue nini cha kufanya, la sivyo hatutaweza kuwa marafiki wa Mungu. Na Yesu anajivuna na anataka zaidi tuwe marafiki wake. Na ufikapo hapo nijulishe kwa kusema amina. Luka 19 na tukianzia fungu la 41. Tusome hapo pamoja. Biblia inasema ya kwamba na Yesu alipoukaribia mji aliuona. Haya, mji gani? Unaweza ukaweka mji wote katika Marekani au visiwa vya Samoa. Haya, nipatie mji wote ulio karibu na wewe. Ilili. Haya, nipeni mji mwingine. Dar es Salaam. Mji mwingine. Paga. Biblia inasema alipokaribia mji alifanya nini? Ni nini kilimpasa Yesu kufanya? Yesu hakupaswa kucheka, bali alilia. Yesu alilia kwa sababu kila mtu katika mji huo alikuwa ajui nini kinakuja. Na kama vile kabla sijaja hapa, nimepata muda wa kutembea katika mitaa mbalimbali ya kisiwa hiki, na nikiangalia kila mtu hata aelewi nini kinakuja. Waadventista wa Sabato katika kisiwa hiki, hakuna hata wenyewe wa Sabato wamelala. Kwa nini watu wa kisiwa hiki wamelala? Ni kwa sababu Waadventista wa Sabato pia wamelala. Yesu akasema fungu la 42, laiti ungalijua wakati. Alisema kuna kitu hawakukijua, kuna kitu walikuwa hawaelewi. Alisema laiti ungalijua mambo ya kupasayo amani, hata wewe, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Haya, ni nini sasa unasema kuhusiana na kwa maana zipo siku, huu ni unabii, kwa maana zipo siku zitakuja ya kwamba maadui yako watakuzingira na kukujengea boma na kukuhusuru wewe na kuzingira katika pande ngapi? Biblia inasemaje? Biblia inasema ya kwamba kuna wakati ambapo jiji lote lingezingirwa na maadui wa watu wa Mungu, na Mungu alisema ya kwamba hawakujua wakati huo. Na watu wa kisiwa cha Samoa lazima mtambue ya kwamba tayari tumezingirwa hapa katika hiki kisiwa. Sio kwamba kisiwa kimezingirwa na maji tu, lakini kimezingirwa na wana wa Shetani. Ngoja niwaambie, nani ameshawahi kuiangalia bendera ya kisiwa cha Samoa? Hebu nyosha mkono. Nani alishawahi kuelewa bendera ya kisiwa cha Samoa? Ngoja niwaulize, kwa nini ile bendera ina alama ya tai? Kwa nini tai? Je, kuna tai katika kisiwa cha Samoa? Kwa nini yuko tai katika bendera yenu? Na katika vidole vya yule tai kuna vitu viwili ambavyo ni vya muhimu sana. Vya muhimu sana. Kuna vitu viwili. Kuna fimbo. Kuna fimbo na mshale. Hivi vitu ni viwili lakini vya msingi sana muelewe. Na hivyo vitu vimeshikiliwa na huyu tai. Na hiyo mlipokea mwaka 1960. Na hata hamjui ni nini hiyo alama inamaanisha hapo. Msio unapokea mambo pasipo kujua historia yake. Kabla sijaja katika eneo hili nilibidi mimi nisome historia yenu kwanza.
You have a rich history. Mna historia ya utajiri mkubwa. But I'm going to tell you something. Lakini lazima niwaambie kitu kimoja. Ukitaka kufutilia mbali utambulisho wa watu wa Samoa, lazima usome historia ya watu wa Samoa. Haribu msingi wao, haribu lugha zao, na utawaharibu watu hao. Na hapa tutagundua kwamba wakati ukoloni ulipoingia hapo nyuma zamani, na kisiwa cha Samoa kikagawanywa katika makundi matatu, kutoka kwa Wajerumani kwenda kwa Amerika na hadi Uingereza. Kwa hiyo hapo walipasuka na kwenda vipande vitatu. Na hiyo ndiyo sababu mwaka 1960 mlipokea hiyo ishara kwenye bendera ambayo mko nayo leo. Na unasema tuko excited na hizo alama. Na nitakuonyesha ya kwamba mko katika vidole vya shetani kama yule tai alivyoshika. Mmeshikiliwa na shetani. Mko katika taabu nyinyi. Na hicho ndicho Yesu alisema, ya kwamba mmeshazingirwa na hata mjui. Tazama katika fungu la 44. Fungu la 44 linasema, na atawahusuru na kuangamiza wote, sio tu watu wazima, bali na watoto wako wataangamia. Halitasalia jiwe juu ya jiwe, halitasalia hata jiwe moja juu ya jiwe jingine. Naye Mungu anakwenda kwa kasi ya ajabu.